Habari za wakati huu, mtiliaji wa masomo yangu ya kisaikolojia katika ukurasa huu wa saikolojia na furaha. Ninayo furaha kipekee pia kukaribisha siku nyingine tena hii nzuri. Nitakwenda kukueleza mambo 10 yanayoimarisha afya bora ya akili. Ili uwe na nguvu kiakili, ili akili yako iwe imara, unapaswa ufanye nini? Akili ndio msingi wa maisha ya binadamu. Kila jambo lolote ambalo mtu analifanya kwa kawaida huwa linaanza katika akili yake. So tunapaswa kutambua mambo muhimu ambayo yatafanya akili zetu ziendelee kuwa bora sana. Kwa sababu zisipokuwa bora ni tatizo. Sasa leo sitazungumzia tatizo, nitazungumzia namna bora ya kuweza kuimarisha afya bora ya akili ili uwe imara kiakili. Twende tuangalie mambo hayo ni yapi, na kuhakikishia kwamba utakapofuata mambo haya na ukafanya ukatekeleza, hakika utakwenda kuwa mtu mwingine wa tofauti na kwenda kubadilisha maisha yako. La kwanza, jenga mtazamo chanya. Unawezaje kutengeneza mtazamo chanya? Utajengaje mtazamo chanya? Ni kufanya mazoezi ya kuzingatia mambo mazuri maishani, kama vile kuandika, kuwa mtu wa shukrani kila siku. Haya mazoezi ya kuzingatia mambo mazuri maishani ni nguzo imara sana katika kufanya kuwa na mtazamo chanya. Unapopata muda kuandika hisia zako, kuandika mawazo yako, yanakusaidia wewe kujenga mtazamo chanya na kuondoa mtazamo hasi. Mtazamo hasi huharibu afya ya akili. Lakini pia tambua kwamba ili kuwa bora kiakili lazima ujenge mtazamo chanya kwa kufanya hayo niliyokuambia. Lakini pia pata muda wa kujitafakari na kutafakari, kwa sababu kutafakari mara kwa mara kunaweza kusaidia kuimarisha utulivu wa akili na kupunguza mfadhaiko. So unapokuwa unapata muda wa kutafakari, hii tunaita meditation. Tenga muda kufanya meditation, kutafakari. Inaweza kusaidia kuimarisha utulivu wa akili. Akili yako inakuwa imetulia na kupunguza mfadhaiko, kupunguza mawazo, kupunguza msongo. So hiyo itakusaidia kuwa bora kiakili na utakuwa imeimarisha afya bora ya akili zako na kuwa imara zaidi. Jambo la 3, kujielewa na kujikubali. Kujielewa na kujikubali. Fanya kazi ya kujielewa vizuri na kukubali hisia zako bila kujihukumu. Kujielewa na kujikubali. Na kuyakubali au kujielewa sasa kwamba jinsi ulivyo, usio mtu wa kujihukumu kwa sababu ya jinsi ulivyo. Usijisemee maneno mabaya kwa sababu ya jinsi ulivyo, bali fanya kazi ya kujielewa vizuri na kukubali hisia zako bila kujihukumu. Hii ni namna bora ya kuimarisha afya bora ya akili. Jambo la 4, jaribu kujenga mahusiano yenye afya. Jenga mahusiano yenye afya. Kuwa na uhusiano mzuri na watu wanaokuunga mkono kihisia kunaweza kusaidia sana katika kudumisha afya bora ya akili. So unapokuwa unakuwa na mahusiano bora, au mahusiano yenye afya, hiyo inakusaidia wewe kuwa mtu imara kiakili, kwa kushirikiana na watu mbalimbali, kwa kuwa nao karibu. Uhusiano wa karibu na watu huwa unasaidia kuimarisha afya bora ya akili. Kwa jenga mahusiano bora, usijenge mahusiano yenye migogoro. Haitakusaidia katika afya yako ya akili. Utakuwa ni mtu mwenye mawazo kila mara. Lakini ukifanya kujenga mahusiano bora yenye afya, utakuwa imara. Jambo la 5, kujihusisha na shughuli za kijamii. Jishughulishe na shughuli za kijamii. Kushiriki katika shughuli za kijamii na kuwa na mwingiliano mzuri na watu wengine kunaweza kusaidia kupunguza upweke na kuboresha hisia. Jihusishe na shughuli za kijamii. Usiwe mtu wa kuwa peke yako tu, au shirikiani na watu, shirikiani na jamii inayokuzunguka.
unakuwa ni mtu wa kujitenga. Watu au nani nao wasemi nao. So unapokuwa unajenga unapojihusisha na shughuli za kijamii, kushirikiana nao, kujichanganya pamoja nao, inaweza kusaidia kupunguza upweke na kuboresha hisia. Kwa upweke sio mzuri sana. So unapokuwa unajihusisha na jamii yako, shughuli za kijamii, kwenye michezo, kwenye makongamano, kwenye sehemu za ibada na kadhalika, hii inakusaidia kujenga au kuimarisha afya bora ya akili. Lakini pia jambo la 6, mazoezi ya akili. Mazoezi ya akili. Kufanya shughuli zinazochochea akili kama vile kusoma vitabu, kucheza michezo ya akili, yale game na kadhalika, kujifunza ujuzi mpya. Haya ni mazoezi ya akili. Unaizoesha akili yako kuchochea uwezo wake. Unapokuwa unafanya haya mazoezi, unazoesha akili yako. Kusoma vitabu, pata muda kusoma vitabu ni muhimu sana. Angalau kwa siku unahakikisha kwamba unasoma angalau hata peji 10 au 15. Hiyo inasaidia sana kuimarisha akili yako. Lakini pia na magame mengine na kadhalika, na kujifunza ujuzi mpya. Hakikisha kila siku unajifunza ujuzi mpya. Hiyo inasaidia kuimarisha afya bora ya akili. Lakini namba 7, kujifunza na kutumia mbinu za kudhibiti msongo. Mbinu za kudhibiti msongo ambazo nazungumzia hapa, moja wapo ni kama vile mazoezi ya kupumua. Hii tunaita deep breathing. Deep breathing ni mazoezi ya kupumua kwa kina. Unapumua, mazoezi ya kupumua kwa kina, kwamba haya ni mazoezi ambayo au ni mbinu ambayo inatumika pia kwenye kudhibiti msongo. Kwa unapokuwa unadhibiti msongo, umefanya akili yako kuwa imara zaidi. Na haya mazoezi unafanyaje? Deep breathing. Hii deep breathing ni kwamba unakuwa umefumba macho yako, alafu unavuta hewa kupitia pua zako na kutoa kupitia mdomo. Nadhani nishakueleza kwenye masomo ambayo nishapita kuelezea kuhusu jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Ukifuatilia somo langu ambalo nilitoa picha nyuma kuhusu msongo wa mawazo, utaona kuna hii ni mbinu nzuri sana, ambapo unapokuwa unadhibiti msongo, unafanya ubongo wako kuwa imara, kukumbuka, kufanya maamuzi sahihi, kuepukana na haja kusahau kila mara. Unajikuta uko imara kiakili, uko bora kiakili kwa sababu ya kutumia mbinu kama hii. Mbinu namba 8 ambayo ni bora zaidi katika kuimarisha afya bora ya akili ni kuwa na malengo ya maisha na kazi. Tunaposema kuwa na malengo na maisha, malengo ya maisha na kazi ni kuwa na malengo na kufanya kazi. Kufanyia kazi ndoto zako kunaweza kuleta maana na kuridhika katika maisha. Unapokuwa unafanya kazi kwa ajili ya kufikia zile ndoto zako, hiyo inakuwa inaleta maana na kuridhika katika maisha. Unakuwa ni mtu mwenye furaha na ustawi mzuri katika maisha yako. Hiyo inafanya akili yako kuwa bora zaidi na kuimarika siku hadi siku. Jambo la 9, namna bora namba 9 ambayo tunaweza kuizungumzia hapa, kujipa muda wa kutosha kupumzika. Kuweka mipaka na kuhakikisha unapata muda wa kupumzika na kujiburudisha. Hata muda wa kutosha wa kulala angalau masaa 7 hadi 9 kwa usiku mmoja. Unapokuwa unapata muda wa kupumzika, ubongo wako huwa una relax. Unaondoa zile kemikali za mafadhaiko, kemikali zile au homoni za mafadhaiko ambazo ni za msongo wa mawazo. Unakufanya ubongo wako kuwa imara. Unapolala masaa 7 hadi 9 kwa usiku mmoja, sio mchana, ni usiku, kupata muda mwingi wa kupumzika. Unapokuwa unapumzika, unaongeza uimara wa akili yako. Lakini pia jambo la mwisho namba 10, endelea kutafuta msaada wa kitaalamu, kuongea na mshauri au mtaalamu wa afya ya akili unapokabiliana na changamoto za kiakili au kihisia. Ukiona umeamka asubuhi, kwa mfano, unahisi haupo sawa kiakili au kihisia, mood imebadilika, hisia zimebadilika, labda unajihisi ovyo, unajihisi mwenye hasira, au haupo sawa kiakili, unaona kuna vitu unasahau kila mara, hebu jitengee tabia kutafuta msaada wa kitaalamu. Muone mtaalamu wa masuala ya afya ya akili au mtaalamu wa masuala ya saikolojia kuhusiana na changamoto ya kiakili unayokabiliana nayo kwa wakati huo. Hiyo itakuwa inasaidia kudhibiti masuala ambayo ni changamoto za kiakili mapema kabla hayajawa makubwa zaidi na kukuathiri. Inaweza kuwa labda msongo wa mawazo, depression na kadhalika. So unapoiwahi mapema
na kupata mwongozo sahihi kutoka kwa hawa wataalamu wa kisaikolojia na masuala ya akili, inakusaidia wewe kuwa bora kiakili wakati wote. Asante sana, hadi hapa nilipofika ni mwisho katika kuangalia mambo 10 yanayoimarisha afya bora ya akili. Afya bora ya akili ni muhimu sana kwa ajili ya maisha yetu na ustawi wetu kimwili, kiakili, kijamii, kiuchumi, kiroho. Ni muhimu sana. Hivyo utakapofuata haya utakuwa bora siku zote. Weka mikakati mizuri ya kufuata mwongozo huu ambao nimekufundisha siku ya leo, na utakuwa imara zaidi na utakuwa tofauti na utakuwa mtu mwenye kufanikiwa na mafanikio makubwa. Asante sana kwa kunifuatilia hadi mwisho.